Hivi kama ningekwambia kwamba mmoja wa wanamuziki maarufu nchini Tanzania pia ni mwandishi mahiri wa riwaya za uhalifu wa kimataifa, ungeamini? Tazama jinsi moja ya riwaya zake inavyoanza. Ni baada tu ya vita kuu ya pili ya dunia. Picha moja ya ukubwa wa passport inaonekana kwenye gazeti la The Daily Rendi Mail. Mwenye picha hiyo ni Muitaliano. Pembeni ya picha kuna neno moja tu, anatafutwa. Polisi wanaamini ndiye kiongozi wa genge linalopanga kuiba almasi katika machimbo ya Kimberley Diamonds. Hivyo ndivyo riwaya hii inavyoanza. Jina la riwaya ni Kabwe Makani Kajitu, kumbuka vita dhidi ya unyama wa mafia mob, na mwandishi wake ni huyu hapa. Ndiyo, Zahir Ali Zoro, mwanamuziki ambaye wengi wetu tumemfahamu kupitia sauti yake, nyimbo zake na mchango wake mkubwa kwenye muziki wa Tanzania. Lakini watu wengi hawajui kwamba pia ni mwandishi wa riwaya. Riwaya hii ya Kabwe ilichapishwa mwaka 1986. Ni riwaya ya uhalifu wa kimataifa yenye mazingira yanayovuka mipaka ya Tanzania na wahusika wengi wenye majina ya kigeni, jambo ambalo linaifanya itofautiane na riwaya nyingi za Kiswahili tulizozizoea. Na hii si riwaya yake pekee. Hii pia ni riwaya nyingine ya Mzee Zoro, Unyama wa Mafia. Kuna jambo moja lililonifurahisha sana. Vitabu hivi vinapatikana kwenye maktaba ya Wells katika chuo kikuu cha Indiana hapa Marekani, moja kati ya maktaba zenye vitabu vingi kutoka pande zote za dunia. Kama Mtanzania na Muafrika, inanipa fahari kuona kazi za waandishi wetu zikihifadhiwa na kusomwa maelfu ya kilomita kutoka nyumbani. Nafikiri huu ni ukumbusho kwamba fasihi yetu imevuka mipaka, hata kama wakati mwingine sisi wenyewe hatujui ukubwa wake. Sasa niambieni, je, leo ni mara yako ya kwanza kujua kwamba Mzee Zahir Ali Zoro pia ni mwandishi wa riwaya? Na ni msanii gani mwingine unayemfahamu aliyeandika kitabu? Tuambie kwenye comments.